Hi guys. So nilikuwa okay, so today is my birthday. Nimeingiza miaka 45. Naamini uzee huwa unakuja na wisdom. Okay? Wisdom kwa Kiswahili maarifa. Yani uzee unakuja na akili nyingi za maisha and stuff like that. So nikaona leo ni share vitu vichache ambavyo nimejifunza kwenye maisha yangu mpaka nilipofikisha sasa hivi miaka 45 kama mwanamke. Vitu ambavyo nimeweza kujifunza, labda vitakusaidia wewe msichana ambaye bado ni mdogo au vitakusaidia wewe kizee mwenzangu. Right? Cha kwanza ambacho naweza nikawashauri wanawake na wasichana wadogo. Piga ua. Hata uwe mzuri vipi, uwe na tako kubwa vipi, uwe na ipsi kubwa vipi, uwe na nini na nini, kwenye maisha tafuta kipato chako. Tafuta hela yako. Yani lazima uwe na hela yako. Usidepend hela ya mwanaume. Ukitegemea hela ya mwanaume kuna siku utajikuta uko barabarani. Yani it doesn't matter una uzuri gani. Tafuta hela yako. Yani hata uwe na mwanaume tajiri wa dunia, umpate mwanaume tajiri wa dunia, tafuta cha kwako. Yani wewe kama mwanamke ukikutana na mwanaume mwenye uwezo, usiombe kodi, usiombe kulipiwa kodi, usiombe kununuliwa handbag, usiombe kununuliwa kiatu, usiombe kupelekwa Dubai upige picha. Pambana yule mwanaume akusogeze kwenye, yani one step in your life. Pambana yule mwanaume akusimamishe uweze kusimama mwenyewe, kiasi kwamba kesho akiwa hayupo unaweza kusimama mwenyewe kwenye maisha, unaweza kujitake care mwenyewe. Yani hiyo ndio iwe goal yako. Goal yako isiwe kulipiwa kodi or anything. Yani kama ni biashara, kama ni kazi. Okay, I think nitawapeni labda mfano wangu mimi mwenyewe mdogo tu. Mimi nilivyo graduate chuo, kazi yangu ya kwanza Tanzania ilikuwa Stanbic Bank, right? I had a good job. Nilikuwa nalipwa 800,000 a month. This is 2006, 2005. 800,000 was a lot. Alafu bado nilikuwa naishi nyumbani, sina responsibilities, sina kodi, sina nini, alafu nilipwa 800,000 every month. Stanbic Bank. So baadaye nikaja nikapata kazi Dubai, Barclays Bank. Lakini kazi ya Dubai kwenye benki kubwa, lakini kazi nilikuwa naifanya kazi ilikuwa ni ya barabarani, kwenda kutafuta clients wa kufungua accounts Barclays, kufungua credit cards. Tulikuwa tunalipwa kimshahara base kidogo, hulipi hata kodi. Tulikuwa tunalipwa kutokana na tulikuwa tunalipwa kwa commission kutokana na wateja tunaowaleta benki. Yani nilikuwa sina lile jua la Dubai. Nilikuwa ni office to what hata afu gari sina. So yani it was man. So but I had a plan kwamba no, haya hayatakuwa maisha yangu. I need a better job ambayo nitalipwa vizuri bila kuhangaika hivi. I need a job ambayo iko more stable. Okay? So kwanza kabisa nilikuwa si hang out sehemu za ushenzini. Uwezi kunikuta sijui Dera, sijui wapi. No, mimi nilikuwa unanikuta kule Jumeirah, Dubai Marina, hivyo. Mpaka one day I think I met someone. Akanipenda nini. He was the HR director of Limitless. Limitless ni kampuni ya Dubai World. Dubai World, the big company. Yeah,
nafanya kazi Dubai World, Limitless. But nilikutana na HR director wa Limitless. Limitless ni kampuni ya Dubai World that was dealing na real estate development. Yani that was their part ya real estate. I didn't want anything. Only thing I said was, jamani, mimi nimesoma, na ma degree, na work experience, naomba unipe interview. Naomba tu unipe interview. There. Within 2 weeks, I didn't ask you, naomba kodi, naomba nini? No. Within 2-3 weeks, I got an interview. Kwa vile nina qualification, na nini. Within 2 weeks, nilikuwa nafanya kazi Dubai World. Nilikuwa nalipwa karibia dirham 10,000 na ushuzi a month. Right? Na kwenye ile kampuni nilipohamia, ndo nikakutana pia na my first husband, baba wake na Kenzo. Nilimmeet kwenye kampuni. Yani hivyo, but I already had a plan. Kwamba yani mtu yote akija kuniambia, "Oh, nakupenda ni nini?" Nataka tu anisaidie niweze kusimama mwenyewe kwenye maisha. Anisaidie tu niweze kupata hela yangu mwenyewe. You know, that's all. Sio naomba hela kodi, naomba gari, naomba no. So na wewe kama bado huja yani wewe kama mwanamke strive, yani kwenye haya maisha strive. Hata kama utahitaji msaada mwanaume, fine. Kama utabidi yani ufanye whatever, lakini strive kusimama mwenyewe kwa maisha. Kama ni kuanzisha biashara yako, kama ni kupata ajira nzuri, ila haya maisha, mimi naambia haya maisha, kama wewe mwanamke huna kipato chako, maisha haya hutaka uishi kwa amani, hutaka uishi kwa raha. Na kugarantii. Yani wewe utaishi tu maisha ya kuteswa na wanaume, kupigwa mateke. Yani wewe utaishi maisha yale ya kuvumilia upuuzi kwenye ndoa, kwenye relationship, kwa sababu huna chako. Mwanamke ukishakuwa na income yako, ukishakuwa na chako, yani there is a level of respect kwamba unayoipata yani kutoka kwa, kama ni boyfriend wako, ni mume wako, kwa watu waliokuzunguka. Yani there is jamani, money makes the world go round. That's it. Si tako, si nini, tafuta income yako. La sivyo utafika mpaka uzeeni bado unadanga. Bado unabanikwa na wanaume, bado no. Strive to have your own money. Hiyo ndio advice nyingine ambayo ningependa kuwapa wanawake ni kwamba sasa hivi uzazi umekuwa ni mgumu. Fertility is a big issue sasa hivi dunia nzima. Fertility is a big issue. So kama una mpango wa kuwa mama au wa kuzaa kwenye maisha yako, jitahidi no matter what, by the age of 35 uwe umeshazaa. Yani hata 35 umechelewa, because yani sasa hivi uzazi ni mgumu. Ukisubiri mpaka age hiyo ya 35 and above kupata mtoto, ndio hiyo utaanza kusema ndio nimelogwa, shangazi yangu kaniloga, sijui nani kaniloga ili nisizae, sijui nini. No, kumbe ni mayai yamesha expire. Yani siku hizi sijui ni vyakula binadamu tunavyokula, sijui ni nini, but uzazi umekuwa ni mgumu. So kama una plan ya kuwa mama one day, keep that in mind. Kabla hujafika miaka 35 zaa. Pambana unavyoweza kabla ya 35 zaa. Baada ya hapo yani wewe ukipata mimba kikawaida baada ya 35 una bahati yako tu, la sivyo ndo utaanza kuhangaika na IVF, utaanza kuhangaika huku, utaanza kuhangaika kule, utaanza kusingizia watu wamekuloga, utaanza kunani. Ushauri mwingine, especially kwa wasichana wadogo, pay attention. Usiposti boyfriend kwenye social media. Usiposti mwanaume kwenye social media, boyfriend. Don't do it. Don't
do it. Yani hii ni point. Kila unapopost boyfriend, kila unapopost boyfriend mpya, thamani yako inashuka. Kila unapopost inashuka. Kama wewe ulikuwa ni wa kuolewa na Dangote, boyfriend wa kwanza utakayemposti utakuja kuolewa na GSM. Bosi mwanaume wa pili utakayemposti utakuja kuolewa na Mohamed Dewji. Mwanaume wa tatu utakayemposti utakuja kuolewa na Hersi wa Yanga. Mwanaume wa nne utakayemposti utakuja kuolewa na Aziz Ki. Mwanaume wa tano utakayemposti utakuja kuolewa na Bilnas. Mwanaume wa sita utakayemposti utakuja kuolewa na Kusa. Mwanaume wa saba utakayemposti utakuja kuolewa na Juma Lokole. Yani kila mwanaume unayempost ndio thamani yako kwa wanaume inaposhuka. Yani ndio jinsi level ya mwanaume yani level ya success ya mwanaume atakuja kukuoa inavyoshuka kila unapopost boyfriend kwenye social media. Kila unapopost, do not post mwanaume ambaye hajakuoa kwenye social media. Na hata utakapoolewa pia mpost mwanaume kwa akili. Usiweke relationship yako kwenye social media. I mean your marriage kwenye social media. Kama unawashwa sana kumpost mwanaume kwenye social media, kama unawashwa inakubidi sana, post labda mkono, sijui, yani kitu ambacho hata leo ukiwa na mkiachana ukiwa na mwanaume mwingine watu hawezi kuona utofauti, hawezi kujua ni mwanaume tofauti. Watadhani ule wa miaka yote wa siku zote na wakati ni mpya. So yani cha maana usitake watu wajue, yani usiweke public the number of bodies you have had in your life. Yani usitake watu wajue wewe umeshatiwa na wanaume wangapi in your life. Inashusha thamani yako. And na ukishaolewa, ukishakuwa kwenye marriage, jaribu ndoa yako usiweke kwenye social media. Ndoa yoyote iliyoanzia kwenye social media au ambayo inaishi kwenye social media, ipo kwenye social media, pia itafia kwenye social media. And this I'm telling you from personal experience. Ndoa yote ambayo iko tu kwenye social media kila siku inaishi pale, jua na mwisho wake itaisha pale kwenye social media. I live that life. Na ndoa yangu ya kwanza, wananijua nzizo, mimi na mume wangu ndoa yetu ilikuwa kwenye social media na ikaja kuishia pale kwenye social media. Na nilijaribu kufight day and night divorce yangu, yani ndoa yangu isiishie pale. Mimi ni mtu ambaye yani kwamba yani kwamba iishe kimya, yani kwa sababu mimi as muwazi. Kwa hiyo as ndoa yangu nilitaka yani kwanza tumalize divorce, kila kitu niwe in a better space, nini ndio nije sasa ku announce, guys I'm divorced, nimeshalikuwa divorced last year, nimepata divorce mwaka jana, I've moved on, nini, yani hiyo ndio kwa plan yangu. Lakini mwenzangu tayari alikuwa anajua that is a weakness of mine. Kwa hiyo ikata nikisema nini, tisho la kwanza naenda kuambia Instagram, naenda kuambia watu wako kwenye social media, naenda kuambia. Akishasema hivyo na tetemeka, usiende kusema adui zangu hata basi. Ile ya kujua adui zangu yani ndio ikafimbo ya kunichapia. Nikajaribu, ikashindikana, mwishowe akaja kunichapia pale. Akaja kwenye social media, akajiposti, alafu akawapelekea wale adui zangu picha yuko na mwanamke ambaye alikuwa rafiki yangu, nini. Yani mpaka pale ndoa ilikuwa imeshaisha, yani mimi sina time, yani move on. Lakini alijua ile ndio fimbo ya kunichapia. Na akanichapia ile kweli. Na ubongo kwa hiyo so my point is, ukiweka relationship kwenye social media, trust me, na heartbreak yako pia itaenda kwenye social media.
the same way. So social media is not your friend when it comes to relationships. Alafu kumbuka kwamba ukishaka ndoa yako kwenye social media au relationship yako kwenye social media, kila siku watu wanaweka maoni yao kwenye hile relationship. Kila siku maoni yanawekwa pale. Kila siku. At first mta-ignore. Yani mta-ignore, mtasema tunapendana, we don't care what people are saying, nini. Lakini ile kila siku watu wanasodoa. Kila siku watu wanatoa kasoro. Kila siku it will get to you. It will get to that marriage. It will get to you. Kila siku watu wanaandika pale. Well, mwanamke wako mbona mbaya hivi? Mwanamke wako mbona sura kama nini sijui. Kila siku. Kuna siku na yeye utakaa ndani utamwangalia utasema, unajua kweli mbaya huyu. Unakujua? Seriously. So yani huo ni ushauri ambao utakuwa ni mzuri sana kwako. Ushauri wa mwisho ni kwa wanawake ambao kuanzia miaka 40 mpaka zaidi kama mimi. Na huu ni ushauri ambao ndio mkubwa na wa maana kupita ushauri wote. I cannot stress this enough. Utajiri wako baada ya kufikisha miaka 40 na kuendelea, utajiri wako wa kwanza ulikuwa nao hapa duniani, utajiri wako mkubwa hapa duniani ulikuwa nao ni afya yako. It doesn't matter how much money you have baada ya miaka 40 kama una afya. Take care of your health. How do you take care of your health? Kama ni mnywa pombe, punguza kunywa pombe. Especially mapombe makali. Punguza. If you can stop, kama unaweza kustop kabisa, stop. Kama uwezi, punguza kabisa. Punguza kula chumvi. Water is your friend. Acha kunywa majuisi, acha kunywa sukari. Water is your friend. Yani ukiamka asubuhi kabla chochote, kunywa maji. Make sure you are hydrated. Every year, hata kama hujaumwa chochote, every year nenda for check-up. Full check-up, good check-up. Tena kama una hela usifanyie check-up Tanzania, kafanyie nje. So full check-up, kachekiwe breast cancer, kachekiwe cancer ya kizazi. Yani yes, kifo kila mtu atakufa, lakini kuna sababu ambazo nchi zilizoendelea watu wanaishi zaidi kuliko sisi wa nchi za kimaskini. Kuna sababu. Na sababu ni huduma za afya. Na sababu ni watu kujali afya zao. Kufanya check-up. Hii nchi kila mtu anafanya check-up once a year. Except watu ambao labda ni maskini, hana insurance labda. Lakini almost everyone. So yani nitapeni tu mfano mdogo. Mimi I think was it last year or the year before, check up yangu ya kansa ya kizazi, it came back abnormal. It came back abnormal. So because it came back abnormal, some cells kuna cells ambazo ziko abnormal, so they're not sure kama zita develop into cancer or not. Kwa hiyo nikaanza kufanywa check up ya kizazi every year instead of kusubiri sijui miaka mingapi, 4 or something. Nikanafanywa every year ili to monitor zile cells kama zitabadilisha kuwa cancer ili nianze treatment mapema. You see, but fortunately check up yangu ya mwaka huu imeonyesha the cells zimerudi kwa normal and everything. But the thing is, kama zingeendelea nisinge end up kufa na kansa kizazi, kwa sababu yani wange catch very early na ningeshaanza treatment early na all that. So my point is, kufa kupo, but tuna uwezo wa kukidelay kifo ambacho kinaweza kuzuilika, right? Kansa ikijulikana mapema unaweza kupona, au unaweza ukaishi na hata miaka 20, miaka mingapi. Mimi hapa Marekani yani kuna mtu namjua sasa hivi anaishi na kansa 20 years. And that's because treatments ambazo zime advance and stuff and all that. But as my point is, you have to get checkups. And ukiumwa hata kidogo tu hivi
kidogo tu umeumwa hivi kidogo, don't ignore it, do not ignore it. Sababu sisi Afrika ni mpaka udondoke ushindwe kutembea ndio uende hospitali. No, mimi yani sijui nikoje, nimebadilika sasa hivi, alafu nikoga mbishi kwenda hospitali, but I think hii mentality ya kuishi hapa na umri nipofikia sasa hivi, hata niwe tu kidogo hivi huyo nishakimbilia hospitali, nimeshaenda kufanya check up. So huo ndio ushauri wangu on my 45th birthday. Nikifika miaka 50 labda nitakuwa na ushauri mzuri zaidi, lakini so far huo ndio ushauri wangu.